Nataka niwaeleze sasa, serikali imetoa shilingi milioni 68 ya kulipa wale wananchi wote ambao tulikuwa na mambo yao ya compensation. Mbali na hiyo pesa, vile vile tumeweka pesa milioni 300 ya awamu ya kwanza ya ekari 12,000 mwaka huu. Mwaka unaokuja tutawaongezea milioni 500. Nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba ekari 19,000 ya hapa Nyatike, hii mradi wa kuja ya irrigation, tuweze kuwapatia maji, mutuzalishie mchele, mutuzalishie sukari, ndio tuweze kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya. Watu wa Migori tunaelewana? Watu wa Nyatike mnanisikia? Wacha nirudie, nataka munisikize vizuri. Hapa nyuma tuko na eka karibu 7,000. 2,000 tunazalisha mchele. Nimeona hapa hata tumeonyeshwa ile mchele mnazalisha hapa. Mimi nataka kwanza niwaambie asanteni sana kwa kuzalisha chakula, kwa sababu nyinyi mnatusaidia kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba ile mbolea mlikuwa mnalipa shilingi 7,000, sasa tutawauzia 2,500, tumeteremsha bei chini. Na nimeeleza watu wa National Cereals and Produce Board, hiyo mbolea ikuje hapa kwa wakati wake. Mbolea isikuje hapa ikichelewa. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba mbolea ya Nyatike na Migori lazima ifike on time. Tuhakikishe ya kwamba wakulima wetu wanapata nafasi ya kuzalisha chakula, ndio tuondoe njaa Migori, Nyatike na Kenya. Tumeelewana jameni? Jambo la pili, hapa sasa tumekuja, tunataka kupanua another 12,000 acres. Ndio wananchi wa hapa mtusaidie kutuzalishia mchele, kutuzalishia sukari, kwa sababu hadi sasa bado tunaagiza mchele kutoka nje, bado tunaagiza sukari kutoka nje, na hiyo yote tunaweza kuzalisha hapa nyumbani. Mimi nataka niwaulize watu wa Nyatike, mnataka tuendelee kuagiza sukari na mchele kutoka nje ama mko tayari kuzalisha? Si tuzalishe hapa nyumbani? Mnakubali tuzalishe hapa nyumbani? Kwa hivyo hii mradi tukikamilisha, nyinyi mko tayari? Mtazalisha chakula ndio tufukuze njaa? Ya pili, huyu chairman ameniambia ya kwamba mko na shida ya soko, mahali ya kuuza mchele. Ameniambia ya kwamba mko na mchele hapa imekosa mtu ya kununua. Si ni kweli? Na si mimi nimefika area? Na si mimi ndio kusema? Sasa mimi nataka niwaambie watu wa National Cereals and Produce Board. Sawa sawa? Watu wa National Cereals Board na kaunti yetu ya Migori ikiongozwa na huyu Mheshimiwa Ayako, gavana wetu, wafanye mkutano next week. Sisi kama serikali tuwasaidie kununua hiyo mchele yenu na tuwalipe kabla mchele haijatoka hapa. Tunaelewana jameni? Kwa sababu hakuna hasara kuliko ile Mkenya mkulima amezalisha chakula alafu anakuwa stranded na chakula kwenye store, na yeye amefanya bidii, ametumia pesa yake, ameweka nguvu yake, alafu akose soko mahali ya kuuza, ili hali sehemu zingine za Kenya watu wanakosa chakula. Therefore, I want to instruct the National Cereals and Produce Board to work with the county government of Migori to make sure the rice farmers have a market for their produce. In the next 1 week, we should have a way forward. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Mimi vile vile nimefika hapa na nimesikia kwamba mko na shule yenu hapa, inaitwa nini hiyo shule? Oluga. Si ndio? Hiyo shule ya Oluga. Nimeambia hao watu wa National Irrigation, hiyo Oluga waende wachingie borehole hapo, watoto wapate maji jameni, na kijiji yetu hapa. Sawa sawa? Tuko pamoja? Nimeambiwa ya kwamba pia hiyo Oluga kuna shortage ya walimu. Walimu ni wachache. Si ndio?
Na mimi nataka nichukue nafasi hii niwaambie walimu wetu. Walimu, mnisikize vizuri. Sisi tayari kama serikali, ile collective bargaining agreement yenu ambayo tulikubaliana na walimu wa Kenya, tumewaambia ya kwamba mwisho wa mwezi huu, in the next few days, in fact 2 days, mutakuwa na pesa yenu ya mwezi huu, mwezi uliopita na ile arrears yote. Mimi nataka niwashukuru watu wa Kenya National Union of Teachers kwa kuwa wazalendo, wamekubali ya kwamba serikali ikilipa pesa ambayo walimu wetu wanatudai, walimu waendelee kufundisha watoto wetu. And I want to assure all teachers in Kenya, the government of Kenya has provided 13 billion shillings to make sure that we cover your arrears under the collective bargaining agreement. End of this month, all your dues will be paid so that our teachers can continue teaching our children. Namba ya pili, mimi nataka niwaambie wale walimu wa JSS. Mimi nataka niwaambie kwamba tulishakubali, tumeamua na tumeweka budget mambo ya kutransition walimu wetu wa JSS kutoka interns mpaka wawe permanent and pensionable. Teacher Service Commission pamoja na wizara wanaweka mpango sasa ya program ya confirmation of all our JSS teachers. I want to ask our JSS teachers to be patient with us as we make the necessary arrangements, but to assure them that the money to transition them from interns to permanent and pensionable is already in the budget, and we are going to do it. We have instructed the Teacher Service Commission to commence the process of absorbing these teachers into permanent and pensionable. Ndio waweze kutusaidia kusomesha watoto wetu jameni. Tumekubaliana? Watu wa hapa Nyatika tumekubaliana? Na kwa sababu nimefika hapa, hii shule yenu ya Oluga, huyu mjumbe wenu Bwana Odege, nitampatia shilingi milioni 2 apeleke kwa hiyo shule tuendelee. Si ndio? Ya kujenga shule. Na nyinyi wazazi muhakikisha watoto wako shuleni. Tumeelewana jameni? Tumekubaliana? Na mkiniona hapa, munajua tumekubaliana ya kwamba siasa ya migawanyiko, siasa ya ukabila, siasa ya mirengo tumeifunga katika kaburi ya sahau. Sisi wote tunaungana kwa sababu sisi ni watu wa nchi moja, with a common destiny. We are one people. God has decided that we are all Kenyans, people that are united by our nationality, by our destiny. Mimi nawauliza watu wa Nyanchike jameni, mnakubali tuungane ama mnataka tutengane? Mnasema tuungane? Hebu wala anasema tuungane. Tuko pamoja? Na leo mimi nimekuja hapa na waziri wetu mpya wa mambo ya stima. Huyu mungwana anaitwa Opiyo Wandayi. Sawa sawa? Na sikizeni, huyu mungwana sasa tumempatia shilingi bilioni 1.6 ya kuunganisha stima ya watu wa hapa Migori. Mnanielewa? Watu 19,000 wapya tutawawekea stima makwao bila ya kuuliza pesa yeyote. Tumeelewana jameni? Wawinjore, mnanielewa? Hebu nione wala anasema tuko pamoja. Bas, kwa sababu ya saa na mimi bado niko na kazi mingi, nimekuja hapa mambo ya barabara. Nimekuja hapa mambo ya barabara. Nimekuja hapa mambo ya stima. Nimekuja hii mambo ya irrigation. Nimekuja mambo ya maji. Kwa sababu mimi nataka wakati Kenya inasonga kupiga hatua ya kwenda mbele, hatutaki Nyatike na Migori ipake nyuma. We must move all of us together. Tunaelewana? Tumeelewana? Kwa sababu ya saa, mimi niko hapa na deputy wangu awasalimie.